Hello and welcome back again. It has been a minute, but I'm back here like I never left. So welcome back again to this interesting episode. Na leo tunataka kupiga moshene, tupige story, but before we enter into the main story, kindly tell me where you're watching me from, and then I'm going to give out some shoutouts kwa wale ambao mnafika wa kwanza. Don't mind my voice right now kwa sababu outbreak corona but si corona, ni homa ya mafua, itapita tu. So leo nimepita hapa, tunataka tupige story. I have a few stories to share with you, lakini before I share with you, nataka uniambie unaniwatch ukiwa wapi, siku imekuwa aje. I didn't see you yesterday. Siku imekuwa aje? How was your weekend? And what are your plans? Make sure that you have given the video the likes, then you are subscribed if you haven't already. Follow us on Facebook and social media handles pale at Miss Anu, kila mahali utanipata. Make sure that you subscribe. So from the topic hapo mnaona kwamba leo we are going to talk about mubabas, wamamas. Ni kwa nini watu siku hizi wana prefer wababas na wamamas? So nimekuwa na few friends of mine wenye najua na wenye sijui, stories watu mewatch hapo TikTok, meona kuna cross generational relationship. Unapata kwamba mtu ambaye ako miaka zaidi ya, yani hata watoto wake, anaanza kudate mtoto mdogo, the same na wamama na same na wababa. So sijui shida inakuwaga wapi. Ndio tunataka tuone kama shida inakuwa ni wasichana, shida inakuwa ni wababa, shida inakuwa ni vijana, ama shida inakuwa ni wamama. So nataka mcomment hapo mbio mbio, niambie unaniwatch ukiwa wapi, ni piane shoutouts mbio mbio, and then tuendelee na discussion. So for example, kila mtu najua mmekuwa hapo TikTok, mmeona several relationships. Kuna moja niliona ya kijana ambaye ni Mwafrika, akona mama mzungu. So nilikuwa naona hapo wakimtroll. Mama like ni mkubwa zaidi, ako almost 70. Ukiangalia kijana akona miaka kama maybe 29. Hadi unashanga shida iko wapi bana? Kwani ni wasichana wako hapa nje ama ni nini? Aya, kwa watu famous ambao mnajua, there is this actor ambaye ni Nigeria anaitwa Regina Daniels. Ameoa celebrity pia na ni politician ambaye anaitwa Ned Nwoko. Ned Nwoko ni mtu mkubwa sana. So ndio maana nataka, unajua, those are some of the examples zenye tunafuatilia na tunataka tujiulize shida inakuwaga wapi? Shida inakuwaga wapi? Ni wamama, ni wababa, ni vijana ama ni nani? So nataka uniambie unaniwatch ukiwa wapi, then nitakuwa nawapea link. Alafu to discuss, tujue shida inakuwa wapi. Kama shida ni sisi, mtuambie ama ni pesa mnatafuta. Ni nini chanzo cha hayo yote ambayo tunafanya sisi kama this generation? Kama ni pesa ni sawa, kama ni nini unafuata. So nimeona kwamba kuna Lavi254, rafiki yangu wa nguvu sana, anasema kwamba watching from diaspora. Anasema kwamba you looking good. Thank you mami, I love you so much. Na hiyo maneno tuongea nyuma ya tent. Nimekuwa na mrembo, that is from Hesbon Kaunda. Comment down below kama unanisikiza vizuri. How is the sound check? How is everything? Comment down below niambie uko aje. So Hesbon anasema kwamba ameniona vizuri sana. Asante sana Hesbon. Ndio nataka tukuje hapa tuongee hiyo story mbio mbio, kwa sababu hii ni kitu ambayo kila mtu experience. Labda pia mimi nimekuwa in a situation where unapata mbaba anataka akuwe na uhusiano na wewe. Unafaa ufanye aje? Naomba mnipe advice, kwa sababu it is a very difficult decision to make, kwa sababu hiyo ni kitu ina affect directly
and knowing that mtu labda kuna familia, kuna watoto wakubwa, na ukiangalia age gap yake ni kubwa sana, sometimes you can date that person na unajua honestly there is no way mnaenda naye, ni ile labda mnataka mkwe naye kwa muda mfupi alafu mmalizeane tu muende. So nataka kwa wasichana, kwa vijana, mtuambie mnatoa wapi nguvu ya kujua kwamba hakuna mahali mtapelekana naye, lakini bado nakubali kuingia kwa hayo mahusiano. So Bernard Ombuna anasema kwamba ana watch live from Nakuru. Thank you so much. How is Nakuru? How is everything right over there? So sitaki kuongea mambo mengi, nataka tu niwape link so that you join and then we have that discussion. I don't know what you're thinking, kwa sababu mambo huku ni magumu. Mbona wababa? Mbona ni wababa? Nimetuma hapo link mbio mbio, watu mclick tuingie kwa discussion. And there is this story of a friend of mine, alikuwa tu ana travel and then all of a sudden anapata mzungu na inbox, anamwambia sasa, unajua kwa sababu wewe ni Mwafrika, mimi napenda sana Waafrika, ningetamani sana tuingie kwa mahusiano mimi na wewe. Akaingia kwa mahusiano, lakini mzee alikuwa mkubwa sana. Hizi ni vitu zimekuwa very very viral. Mtu alikuwa mkubwa, msichana alisema age is just a number, venye wengi wetu wanasema. Sijui kama pia wewe unasema kwamba age is just a number ama unafikiria aje. So msichana aliingia, alikubali kuingia kwa mahusiano, wakaanza relationship. They've just celebrated their first year anniversary. So ni vizuri kuingia kwa hayo mahusiano despite knowing the age gap. Labda ni mtu anatoshana baba yako, mtu anatoshana mama yako. Ni nini unaangalia kabla ya kuingia kwa mahusiano ya aina hiyo? Na sijui unaweza taka watu wajue nini, ni vizuri ama ni vibaya, ama tunaweza kuwa tunafanya bado dhambi. So naona Davis Omariba Getu anapenda kwamba tuwapenda hao. So nimeweka hapo link, please click on the link, we discuss, tujue shida uko wapi. Shida ni vijana, shida ni wamama, wasichana au wababa, na mnakubaliana na kudate watu ambao ni wakubwa zaidi yenu ama zaidi ya umri wako. Labda mtu anatoshana baba yako, na wale ambao mnafanya hivyo mnatoa wapi nguvu, ama ni money talks? Naona kwamba Hisbon Kaunda anasema age doesn't matter, money talks in relationships. Wow, that is very good of you. Nimetuma hapo link, kindly click on the link. I want us to talk. Mtuambie, is it good to be in those relationships, hata kama maybe wewe ni kijana mdogo, ama so long as you are being satisfied na mama akupe pesa. Unajua siku hizi bila pesa maisha ni ngumu sana. Mnaona juzi mmekuwa mkisema lower food prices, politics ndio hiyo, vitu zina hike. Maisha ni ngumu. In general maisha ni ngumu. So ama so long as ushapata mtu ambaye anakutekelezea majukumu yako kimaisha, unakubaliana tu na hayo, sababu unataka hiyo pesa ndio ujikimu kimaisha. Ni vizuri ama tunafaa kufanya nini? So nimetuma hapo link. Link iko hapo. Nataka tuongee kwa upana. Mniambie ni kwa nini watu, najua kila mtu anajua relationships ambazo watu ni wakubwa zaidi, wana date watu ambao wako na umri zaidi ya wazazi wao, lakini kwa sababu ameona maybe, sijui ameona nini, ni pesa. Wanaume wengine wanasema kwamba wanatafuta peace of mind. So sijui peace of mind wanaipata kiaje, kwa sababu Eno Wahana anasema kwamba from Kapsabet Nandi we are following. Thank you so much, thank you very much. Nataka mchukue link mbio, mchukue link so that we discuss ni kwa nini mnapenda wa baba, kwa nini mnapenda wa mama. Juzi tu, ilikuwa last month Januari, tukianza mwaka, Diana B on this ameamua kututolea wimbo bwana. Anatuambia kwamba amekuja na mbaba na mama akiwa hapo na Vini Flavor. So sijui, what do you have to say about this?
Unajua ngoma ni njia moja hapo ya kusupport some of the ideas zenye ziko kwa societies. Tunaweza sema kwamba labda pia alikuwa anachangia ama akisema kwamba ni vizuri kukuwa na wababa na wamama. Anasema kwamba kama hauna pesa hawezi kukuwa na wewe, ni vizuri alilie Dubai kwa Range Rover na mayach kuliko kukua hapa tu labda Kisii, Nairobi. So nataka tuongee kwa upana, ni kwa nini mnataka watu wakubwa? David Ongoro, karibu sana, nashukuru ya leo. Habari yako? Salama sana. Habari ya leo ukwaje? Niko salama. Karibu sana. Habari ya wewe uko studio? Niko vizuri sana, nashukuru. Haya, kulingana na mada, naona siku hizi mambo ni magumu. Ukipata mtu ambaye anakusodi, hakuna haja waachilie. So nikikuuliza umeoa? Pole kwa kuuliza, lakini umeoa? Ndio, nimeoa. So unaweza taka msichana mdogo kama mimi hivi, kwa nini? Kwa sababu kama uko na doo, najua vimesota hivi, tunahitaji mtu wa kukuweka mahali hata wewe ujihizi huko vizuri. Ndio hata usaidia wengine ambao uko nao. Ni pesa, si kitu nyingine. Ni pesa tu, na ukiwa mzuri vile na kuona hapo, ni vizuri. Labda kitu nyingine kwa wale labda vijana ambao wana date wa mama wakubwa, unaweza sema nini kuhusu hao vijana? Kwa vijana ambao wachaoa, ni vibaya kutete mama mkubwa, maana unaweza kukaa ukakaa ukifikiria uko na bibi na ilhali una bibi, sababu huyo mama mkubwa akona kwake, na wakati mwingine akiamua kukuacha atakuacha tu na uwe una boma yako. Lakini mzee kama mimi niko na boma yangu, hata ukinidanganya basi mimi niko na familia yangu, nitaendelea kuishi naye. Mbona unataka hivyo? So kulingana na wewe, hamuoni kwamba wanaume wanachezea maisha ya wasichana ambao ni wadogo? Kwa sababu unaweza pata wasichana wengi huwa wana concentrate sana kwa wababa na pesa ambazo wanawapa. Unapata wamepoteza muda bila kukuwa na maybe kupata wachumba, na inawachukua muda sana. Labda wakati utakuja kubutuka kutoka kwa wasi wengi wase wengi si wadanganyifu kama wanawake. Ni kweli nakwambia, wase wengi ni waaminifu. Lakini wanawake najua kujua ni nini wanafikiria, wakati mwingine uwezi ukajua. Lakini usi waaminifu, kwa sababu utakuwa umecheat kwa bibi yako ambaye labda mliagana kwamba hautawahi cheat na umeanza kucheat, na maybe hizo ni solutions zenye mngetafuta mkiwa kwa ndoa. Lakini hujakaa chini labda muongee, ama tu umeamua kucheat kwa sababu una feel
unafaa ucheat. Ni vizuri kwa wanaume. Unajua wanaume hata kikuwa mbaya unaweza oa huyu msichana, huwezi ukamwachilia hivyo vile wanawake wanaweza kukuachilia hivyo. Unaweza sikia mastori mingi, wanawake wengi kuna wakati wanafika unapata wamerushia hawa vijana vitu yao nje, wanatoroka wanaenda, lakini hujaiona mwanaume akifanya vitu kama hiyo. So kulingana na wewe unapea mkono kwamba watu wakuwe na sugar mummies na sugar daddies so long as anakupea kitu ambacho unataka kwa hiyo uhusiano? Kulingana nami ni hivyo tu. So apart from maybe majukumu kuyatekeleza, unaweza sema kwamba labda watu wanatoka nje ama wanaenda kutafuta wababa na wamama kwa sababu ya mapenzi. Kukuwa na mbaba ama mama inajumuisha mapenzi kweli? Najua na hapo inaweza tegemea na huyu mwenye mumeanza uhusiano naye na kuchukua namna gani. So unafikiria kwamba labda kunaweza kuwa na mapenzi? Mapenzi ni kitu ambacho kinakuja baadaye, lakini vitu vingine, hiyo mambo ingine labda inategemea na mwenye mnaanza uhusiano na yeye. Najua mwezi mkaanzia mapenzi. Okay. Najua wakati unaanza uhusiano na mtu fulani kuna kitu ambacho kinakufuta ambacho kinakufanya, alafu unaendelea mnaanza uhusiano. Mapenzi inakuja baadaye ukiona yeye anafaa. Na kama hafai unawachana naye? Yes, unaachana naye mapema, sababu hakuna haja mpotesheana wakati. Sasa tumesema kwa mbaba na msichana ambaye ni mdogo, msichana ndiye ana benefit kipesa. Na kuna kitu nyingine ambacho labda inategemea. Inategemea. Naomba utueleze kwa undani inategemea na nini? Sawa. Sasa unaweza pata msichana anapenda mbaba kwa roho yake yote na huyu baba anampenda yeye kwa roho yake yote, so wote wakipendana, maana hawataishia kwa sababu ya pesa. Unajua pesa ni kitu ambacho huwa nacho na uenda, lakini mapenzi ya ukweli yanadumu. So labda kunaweza kuwa na mapenzi. Asante sana kwa kushare na sisi. Naona Ruth Bosibori anasema kwamba from Turkana tuned in. Thank you very much Ruth. Kuna link hapo nataka tuongee. Nataka Ruth uniambie kwa nini labda unaweza prefer mbaba. Kwa sababu saa hii watu wanasema wababa, wamama. Ni kwa nini? Lilian Kerubo anasema kwamba maybe it is a love for kids. Ningependa sana ufafanulia hapa, ningependa sana, so ningeomba uchukue hiyo link so that you join the stream. Fred unmute your mic please. Kwa nini Fred? Nataka uongee so that we get to hear ni nini unaweza sema. So ilikuwa ni jana nimeona Wisdom pia ametoa ngoma, anasema kwamba wababa na wamamas. So inamaanisha kwamba historia ya wababa na wamama imechukua mizizi sana. Kila mtu anataka mbaba, kila mtu anataka mama. Labda ni mimi peke yangu sitaki. Kama wewe uko hapo na wewe ni mbaba na mama, ningeomba sana
pia mimi nijue wa baba na wa mama wanakuaje. Sasa mnaenda wapi? Fred. So mnaweza sema aje kuhusu hiyo story ya kukuwa na wababa na wamama? Nimewawekea hapo link, nataka tuongee kwa upana. Niko Achochi Boni, join link nikwambie story. Join link tuongee. Achochi nasema eti wewe peke yako. Yes, I'm the only girl mwenye hizi taka waba. kama if you think that I'm lying, join your link tuongee na wewe. Join your link tuongee. I was in TikTok the other day, niko na msichana fulani ambaye ni Mjaluo, a very beautiful young lady. Ukimwangalia kwa around 23 22 years. Maybe ni wale ambao ama ni wale wachache ambao walifanikiwa kupata maybe visa na passport za kuenda nchi zingine mapema, na tunashukuru Mungu kwa hiyo. Lakini sasa alienda akapata Sasa nimerudi niambie. Fred wewe? Waja niambie sasa. Utaki kukuwa mbaba wangu? Utaki kukuwa mbaba wangu? Mimi mbaba bwana. Hiyo ni ndaribu hesabu bwana. Hatukuoni. Oh. So nilikuwa nawaambia story ambayo ya msichana ambaye ni Mjaluo. Ako pale TikTok. Hao watu wana flaunt hapo TikTok. Nakwambia ukiingia TikTok, mapenzi ni moto, mapenzi tight. Upale TikTok ya wababas na wamama. By then nimekuwa busy sijaingia hiyo TikTok. Hiyo leo ni leo hiyo mapenzi ilikuwa TikTok ama imekuwa tu TikTok, imekuwa tu ikitrend. So wakasema kwamba niliona huyu msichana. Ni msichana tu, ni mzuri tu. Ni msichana ameenda states, recognize, amejitambua yani. Self esteem imekuwa mzuri zaidi. So msichana amepata mbaba, wameanza kudate. So si msichana alikuwa anatuonyesha tu kwa TikTok venye wanapendana and all those things. So unajua sasa lazima mimi ni Mkenya, lazima network yangu ndio mbaya ama nini? Network yangu ama yako? Nakatakata. Mimi sijui ni yangu, naona yangu imejaa. Huyo msichana sasa alikuwa ameenda hadi si yale amekuwa na mbaba, sasa amekuwa akimflaunt hapo. Lakini unajua sasa ubaya ni wa Kenya ama the African countries hatuelewangi kwamba in some way ama in some one way or the other unaweza pata mzungu ambaye ni maskini. So mzungu alikuwa amevaa t-shirt ambayo ilikuwa imeraruka. I'm so sorry about that. But ilikuwa imeraruka na msichana alikuwa amevaa t-shirt ambayo ilikuwa bado kubwa. Like ukirelate ilikuwa ya yoyo mbaba. So unajua mbaba ni size kubwa na dem ni slim tu hivi, mwili mzuri. So kwa comment section wanasema wasichana walikuwa wanasema mimi kama ni mbaba siwezi tafuta baba maskini. So nataka wasichana wakuja hapo watuambie, mbaba mkitafuta wa baba huwa mnaangalia nini? So sijui na wamama. Of course mimi nakonga na wenye wanasema hawezi tafuta, kama ni mbaba hawezi tafuta mbaba maskini. Hakuna haja ujaribie jina na upene vitu, natafuta mtu maskini. Yes. Kama umechagua kutafuta mbaba, tafuta mtu atakuwa uomoke bana. So ni kuomoka tu, hakuna kitu kingine. Huwezi tafuta mtu mwenye sasa mapenzi gani na mtu amechapa? Hakuna mapenzi hapo, ni kuomoka watu wanatafuta. Kama ni mapenzi unataka, tafuta rika yako bwana, ndio akupe mapenzi, ndio hata unakuwa proud ukienda outing. Lakini sasa mbabu hata kumpresent kwa mabeste zako naibika tu. Sasa huyu ni mtu labda wa kufichwa, lakini kuna wale ambao sasa kama wa social media so wana flaunt. Nimewaambia kuna Regina Daniels, so the Nigerian actor, ode mwenye na act. Unaona anaishi maisha mzuri hadi labda ameinfluence watu wengi waanze kutafuta wababa. So kuna wale ambao wanaishi maisha mzuri lakini si wote.
So sijui kama Sasa unafikiria sasa mi kitu kama maisha yako ni mazuri, Mhm. natafuta mbaba aje. Mbaba Mhm. unajua hata wezana hiyo kazi, unafaa utafute at least kijana Mhm. kichibukizi bana, Mhm. ndio nini mapenzi kwe chonjo jonjo. Mhm. Wacha miguu naongea bwana. Miguna, Yes. uko na mama, uko na mama ama nikutafutie? Ukipata ni sawa. Nipe. Nikutafutie? I prefer. Nitafutie. I prefer. Wow. Sauti yako iko chini kidogo, labda ubebe nini hapo karibu na mdomo. Okay. Sawa. Mimi nasema mnanipata? Vizuri sana. So mimi na prefer nasema wamama ni watu wazuri. Wanatuelewa. Wow. Wapewa sifa juu. There's no way mnasaniambia ati hao wasichana wa siku hizi wanataka wapapa. Sasa sisi tutaenda wapi? Sisi vijana tutaenda, sisi tutapaki hapo hivyo. So I support because our ladies wote wameangamia, wameenda kutafuta wazee hao wenye maproti hao manyapara. So sisi tutapaki aje bila magaldem. So I support na sisi tuangamie, tuende kwa mama. Mama ndiye anakuelewa na kuambia baba, unataka nini? Baba, nataka utembee. Nikupeleka wapi? Unasikia kukula nini? Yes. Hii inamaanisha you've become so lazy kwa sababu mnataka tu mtu ambaye ashatafuta, Lakini shida unajua mnaweza kuwa na yeye but kitu time ni moja. Uinvest na wewe ndio usilalie hivi. Uinvest, unaona? Umtumie, unajua party yako inaweza kuja mara moja. Unaenda huko maskini oe hai after umeinteract upate maybe amenunua kasamba mahali, utamconfuse andike china yako upate hiyo title deal, au unaweza mwambia pia akunulie tuseme kama ni gari ufanyie business. Unaweza fanyia business. Yes. Na hiyo utapiga biashara kiwewe tu hivyo. So I support. Usienda tu kuweka hivyo. You are not gaining. Wewe kazi yako tu unaambiwa ukule nini unakula tu. Au mama akiamua kukutoka na kutoka design nyingine mbaya sana na anatafuta mwingine. So unamtumia upate chenye unataka kutoka kwake. Na wewe usonge mbele kimaisha. Yes. So naona Ruth Bosibori anasema kwamba pagaka mbariko siavuna vijana tomanyet like wababa wawezani na hiyo kazi kama vijana. So unauliza kama wewe Miguna, of course utakuwa na mama, lakini unajua mama hawezi kukua vizuri kwa section ya kitanda kama msichana ambaye ako na nguvu ataweza kukusatisfy. Does it mean that bado utakuwa unamcheza na labda msichana wa kwako ama utakuwa unafanya nini? Kitu ya kwanza wewe utafanya kazi ya mikono yako, utajiaminia. Unanielewa? Ufanye kazi ya mikono yako. Kama ni kufa nayo unakufa nayo. Yaani unafanya bidii yako tu, unaelewa? Kitu kingine unaenda huko kama juu kufanya kazi yako. Baada atafanya nini? Atakutupa. So inastahili unafanya kazi ya mikono yako. Unakufa nayo, unang'ang'ana nayo. Naona kitu kingine of course tusichana tuko. Unaweza pata twingine tunakunyemelea. So utafanya nini? Of course mama ndiye amekupea kila kitu. Mimi nasema ni sahihi nikipata mama. Na sawa wasichana wote natumia mama. Natumia mama kutengeneza maisha yangu. Yes. Hivyo tu. So ni maisha yako tu naangalia. Maisha yangu. Of course unajua baadhi inaweza kuja mara moja tu. Wewe sio kama ningepata huyo mama anichengee prodi, aiandike jina yangu na mimi nisanye rent every month. Sitakuwa mbele.
Sitaje hii kazi ya wenyewe ubachiliwa hapo unasafutwa in time. So wanamtumia vizuri. Hao mama wazuri wanaona hao naweza kuweka hata kwa hali hii mnajua tunapepengwa na hali. Na kwenye tashoto. Mimi na Bolivar nikipata mama wa haria teke. Nayo. So mama wa haria kama uko hapa, nilikuwa natafutia mama fulani kijana, so nitafute pale ni connect. Kama utaniashia kwamba utafanya kazi vizuri. Nitakupa nayo, nitang'ang'ana nayo. Matokeo mtaiona. Matokeo mtayapata. Hakuna design nyingine. Hesbon Kaunda anasema kwamba eti sheria ya Kenya ndio mbaya, inafaa waweke limit ya umri mtu anafaa kuoa ama kuolewa. Nataka tuongelelee hiyo. Unaweza sema aje? Mimi kitu ya maana mimi najua kwanza mtu anachukua ID kuanzia akifika miaka 18, sivyo? So as long as you are above 18 years, hakuna kuweka ati miaka nini. Sana mnasemanga mzee anastahili kuwa na ameshinda tuseme wife miaka 5, si ndio mnasemanga kitu kama hiyo? Mimi naona hii kitu acha ikae vice versa. Mimi na I oppose, nasema kwa mmependana. Sasa hii mimi kusema sasa hii mimi nikipata mama, si mama lakini msichana mwenye amenishinda miaka kama 2, 3 ama 4, 5 ama 6, 10. Bora tumeelewana. Teke niko nayo. Hakuna acha tuseme serikali iweke miaka tukifika. Watu hivi ifike miaka 20 waweke miaka kama 25. Na ifike 25 years you are in school. Utafanya nini? Utaoa ukiwa in school? Hakuna. Waseme tu ukiwa tayari. Lakini isikae below 18 years. Hata mimi unaona I prefer kwa hivi sasa ukae above 20 you are free. Unajua kitu wanasemanga ni at the best age ya kupata mtoto inakuanga kuanzia miaka at 20s. Juu kisa at the age of 20s utalea vizuri. Unaona? Utalea watoto ukiwa na nguvu. So, nimesema at the age of 40s. Sauti. Nasema at the age of 40s and 50s utakuwa sawa, utakuwa umeshamaliza kufunza watoto. So, wao sasa ndio watakuwa nakuliza kitu kama hiyo. So hakuna kusema tuweke age. What hivyo ukiwekea age na mtu afike na hayuko na hayuko na pesa ya kulea watoto, sasa itakuwaje? So mimi siwezi prefer weke age. Ukiwa tayari enda nayo kitu kama hiyo. Okay. Who is this? Ruth bado anasema kwamba Chikogerioka. Nataka wasichana waingie hapa watuambie. Najua wababa wawezani hiyo maneno. Huwa mna handle aje? Ni pesa inawapeleka huko ama ni mapenzi? Ndio maana nataka kujua. Najua kama sisi tunaumia sana. Si kama mimi sasa hii. Naona kama sasa hii. Angalia sasa hii wasichana wote, kama kuna penye nilikuwa nakaa. Naona msichana mdogo at the age of 25 hivi. Anatoka masaa ya majioni anakujua na mpapas au wa KDH hao wametokelezea na Mercedes wako na TX anakujiwa ametoka na 2 minutes kati, anaingia hapo ndani park ametulia, anapelekwa out vizuri, anapewa kila kitu anataka. Alafu expect mtu kama mimi tuseme sina kaka kitu, alafu naweza at first line of course juu amezoea ile tunasema maisha ile ya juu, unaona. Yule mwenye anaambia mtu niokolee 10,000 anatumiwa, na mimi niambia nikutumia 10,000 it will take a lot of time, excuse mingi, kila kitu juu sina. Mtu aende job, amezoea tu yeye anapewa pesa na mpapa wake. Sasa mimi anipate kama mimi mtu sina, yeye ako tu kwa nyumba anataka pesa ya makuja, hata kufua hawezi jua kufua.
So mtu kama huyo unaweza niambia tunaweza saidiana aje sasa? Ndio maana wanatukataa, unaona? Juu hawezi ona kama ile mahitaji yake nitagharamia, unaona? So mimi nasema mwenye mnaelewana na yeye enda naye, akiwa amekuzidi umri enda naye, akiwa chini yako enda naye, as long as asikae mtoto wa shule. Sasa nataka kuchangia sasa. Yes. Okay, wazungu sema love doesn't matter age. Na Waswahili husema ukiwa na mpenzi anakuzidi umri, kama wewe ni mwanaume ukiwa na mwanamke anakuzidi umri, ni kama kununua gazeti jioni. Yeah, it means ukinunua gazeti jioni imesaa somwa. Sasa ukiwa na mpenzi, sisi wanaume tukiwa na mwanamke anakuzidi umri kama mpenzi wako, kwa Waswahili haifai. Huyo mwanamke amesaa pitia mengi, amesaa somwa. Sasa wewe hakuna kitu takuja kubadilisha huko. Sasa mimi kitu sema, hata Mungu wakati alituumba, najua hii kitu iko na hidden meaning sana. Kwa nini alitangulia kuumba mwanaume akakaa duniani ina certain years ndiye akaumba mwanamke? Hiyo inaashiria kuwa mwanamke automatically hata kwa Mungu kubariki hiyo ndoa anafaa kuwa umri mdogo kuliko mwanaume. Ndio maana juu mwanamke akili yake ina grow faster na mwanamke afai akushinda akili, kama hiyo familia unataka iendelee. Mimi na oppose na hizo mambo na sponsorship hizo. Of course leo utafurahia, kesho utakuwa aje? Kesho utakuwa na familia yako aje? Sponsor hawezi kukusponsor all the time. Kumbuka sponsor ako na familia yake, ako na bibi yake. End of the day atarudi kwa familia yake, atakuaja wapi? So sisi kama young generation tuaje mambo hii ya sponsor, tuaje kabisa. At least mapenzi irudi normal. Unajua siku hizi hakuna mapenzi. Siku hizi na mapenzi ni kununua. Kupata mwenye mnapendana si rahisi. Unapata mwenye umependana ako na Mubaba. Tuaje hiyo maneno bana. Hebu so, nani endelee Miguna. Wacha mimi nifanye kitu kingine hapa. Okay. Miguna, unaweza sema nini kulingana na maoni ya mwenzetu hapo? Mwenzetu nila chakamilisha vizuri. Angesema sauti uweke nini? Uweke microphone yake kwa nini? Okay, mimi kitu naweza sema, unanipata? Yeah. Unatumia huyo mama vizuri. Kuna mtu vizuri. Umepotea? Miss Anu. Yes. Nataka kulingana na Miguna hata kama amepotea. Umerudi? Yes. Nasema hello, nakupata. Dakika 2 nitoe. Nasema unipe dakika 2. Nisongeze gari kwa hapa hivi parking alafu narudi. Okay. Fred. Sasa mimi nasema huyo Miguna aje mchezo bwana. Eti mama. Sasa mama for example unajua tunajuanga vizuri through biology, tunasoma through biology. Wanasemanga menopause inaanzia 45. Sasa wewe uniambie umepata mumama ako 50,
mna expect kufanya nini? Cause hata Mungu akituumba alisema ukipata mtoto ni baraka. Sasa nyinyi ni baraka gani mnataka? Kazi ya mwende kupata mtoto, umepata wewe uko tuseme 30, umepata mama ako na pesa, ako na hizo hali, ako na TX hizo, mabrado, ma V8, marento ako nazo, apati mtoto. Sasa hiyo ni ndoa gani hiyo? Hata ni pesa sitaki. Mimi kitu nataka familia kwanza. Pesa tutafute na huyo mwenye tumepatana na yeye. Hizo sponsor mimi sitaki. Acha nikule yangu kidogo bwana. Mimi sitaki. Okay. Sponsor naye hapana. Hautaki sponsor. Sasa mama anapelekana na yeye wapi? Upate ni rika ya mamangu. Sasa nitampeleka reserve. Sinataka ule nikitembea na yeye hata mabesa zangu ananiambia, enyewe uliangukia. Si eti umeangukiwa. Kama unataka mapenzi yako ikuwe matamu hata kama una kakitu, tafuta mwenyako at least chini ya umri wako kama we ni mwanaume. Na we kama ni dem, tafuta jari mwenye amekushinda hata miaka 5. At least unajua hapa ana reason ahead of you, kitu anaweza ongea itakuwa na make sense na itakuwa ina move forward. Pesa hata huyo suga mamia kuzaliwa na hizo pesa. Okay. Ulikuwa unaniuliza? Ati? Ulikuwa unaniuliza? Nilikuwa nakusikiza. So, okay, mozo watu wanakuwa na masponsor campus student. Au student wa college wa campus. Hao ndio wanapenda masponsor. Lakini mimi ni kama dada zangu. Na wengine tumepita maybe hiyo stage. Mimi nawaomba tu, najua there's time for everything. There's time ukiwa student, there's time ya kuhustle. You are a student, take your time, soma kwanza, achana na support. Of course kuwa na boyfriend, sikatai kukuwa na boyfriend, lakini achana na mbaba bana na kuzidi umri. Hata kama ukiwa na mtu ameoa, it is better, lakini asikuzidi umri. Eti amekuzidi umri kama 20 ama 30. Sasa is like wewe ni mtoto wake. Na hiyo si vizuri, ni kama natembea na mtoto wake. Sasa at least pata mtu kama wewe ni student uko 20s hapo. Ukipata mtu wako below 35 itakuwa reasonable. Hiyo si mbaba. Hiyo ni youth kama wewe. Hata kama akiwa married itakuwa reasonable. Lakini sasa wewe you are nowadays unajua demo anafika hata akiwa na 17 years yako campus. Ako first year. Ndio huyo amepatana na sugar daddy wa 70-65. Kama hiyo clip tuliona ya huyu comedian huyu wa Count What. Huyo anakuwa huyo mwalimu wa count huyo anaitwa aje? Kuna venye anaitwa. Hiyo clip tuliona wakiwa inaitwa aje? Inaitwa 7Cs. Hiyo clip niliona online. Najua mwalimu aliwahi nifunza somewhere. Mpaka mimi kukuja kukumbuka baadaye ni comedian, nilikuwa nimempigia simu, mwalimu what happened? Sasa upate mtu kama yule na ule dem ni mdogo. Uniambie sasa mtaenda wapi? Unajua hakuna live hapo. Of course ukiwa zule hakuna live wengine hapo mnafikiria sana, lakini tafuta mtu mtaweza fikiria kiakili kidogo. Usitafute mtu anakuzidi juu ya pesa. So na sasa nataka kujibu Miguna. We Miguna, kwanza kama okay, you are a youth like me. So unataka of course hata mimi si eti nimefika, hata mimi na hustle. Kitu kwanza, penda maisha yako. Kitu ya pili, penda kazi yako. Kitu ya tatu, avoid sugar mami. My friend sugar mami
For example, nimesha ongea hiyo kitu ya sugar mami umempata na 50, ako 50 years. What do you expect in that life? Ni pesa tu ama na wewe una expect uache generation nyuma? Because your parents walikuacha na wewe. Sasa na wewe unafaa uache generation. Sasa huwezi pata eti sugar mami eti ako 68 years yeye ndio mnaenda kufanya na yeye wedding nini? Hiyo ni ufala. Kama kuna kitu kingine nanga tuko news. Kuna jamaa mwingine Mkamba si alikuwa anaitwa aje? Ali date mzungu kutoka Uingereza huko. Mzungu akadate almost 3 years. Huyo jamaa akaenda kuapply visa akakuwa denied because of maybe funds nini vitu kama hizo wanaangalia, akakuwa denied 3 years. Ule mzungu akaapply visa akakuja, but nikakuja venye alikuwa anajiexpress, kumbe yule mzungu ni sugar mami, amepata watoto wakubwa kumuliko na hana pesa. Sasa mtu kama wewe mnapelekana wapi? So sioni haja hiyo kitu hiyo. Okay, utaenda uzaji. Kuna huyu jamaa si anaitwa aje, ilikuanga tuko news. Jamaa amefanya wedding na mama mzee, mama mwenye anashinda mama yake miaka, wamewed. Sasa eti mpaka amempeleka reserve. Sasa mpaka mama yake anamuuliza umeniletea shosho ama nini? Umeniletea mama yangu hapa eh? So vitu zingine hakuna haja ukimbilie vitu vingine. Wewe unaendelea bwana. Okay. Uko sawa? Uko sawa? So mimi kitu naweza sema ni bado niko na hiyo msimamo yangu. Shida ni utatumia aje hiyo mama wako. Hii nimesema tu, si kumtumia kila saa ama mkae na yeye sana. Mtumie kwa zile nyakati. Na zile nyakati mko na yeye. You benefit. Mimi nimesema tu unamtumia ndio ubenefit. Si ati unamtumia ati mnakaa na yeye. Si atazeeka mapema. Utapaki hapo unaanza kulea nini? Utalea nini? Mama unasindikiza na wheelchair na wewe ni kijana unatembea. So unamtumia zile nyakati mko nazo. Na hawa mama wapendangi kuolewa ni contract. Ni contract. Contract yako ikiisha ni hivyo. Atakuwa jaleta mwingine. So unachangamka kiwewe tu, ufanikiwe mapema tu, acha naye. Yes. There is no way unaniambia tu what if kama sasa tuseme sina wera, niko tu. Upate mtu amekuja amekuchukua. Mnaenda mmekaa na yeye. Mwalimu ako sawa, uko sawa? Anasema tu mkae na yeye. Use that time. Jijenge. After kujijenga, just leave it. You can live. Sio lazima ukuje kukaa. Unajua ati umekuja kukaa huko. It's a matter of time. A contract. Yes. Miguna, nataka nikuulize. Do you remember case of Salon and Obado? Salon alikimbilia pesa lakini ako wapi saizi? Aliuliwa. No more. Yes. So unajua kuna kila kitu iko na majibu zake. So mimi naaji tu hii generation because I'm youth. Ulijua ni nini? Hizo vitu tuzikimbilie na hakuna okay. What what I believe, yes. Ukizaliwa kwa familia maskini, it doesn't mean that you will die poverty. Yani poor. Huwezi kufa ukiwa maskini. Ni ujinga yako itafanya ukufe maskini. So hakuna haja ukimbilie masuka dadi, masuka mami bana. Ni kujipanga bana. Hiyo tafuta love. Unajua? Tafuta your lover, your real lover. Your real lover. I differ with you. Because okay, you differ where? Mark my words. Nimesema you use her
in the light manner. After umepena vitu then unaachana na yeye, then you see but unajua huyo mtu ukimwacha kimandazi anakutarget cause yeye ako wealth. Kukutarget ni rahisi sana, kukumaliza ni rahisi sana. Miguna ai kayomo kungo yanda nane misano yo atotike studio togendere Mondo. nare ba kaite ai misano Yes. Yani uko totike studio kwagara agenda wajikora ndete ngoboli misano gose misana in life unataka you are real love ama sugar daddy? Sinataka mtu ambaye tutaishi naye maisha yangu yote. My love. Your lover. Okay, your lover hawezi kuwa mzee because hiyo mzee alipata hiyo time yake, kulikuwa na lover wake. Sasa it means kuna stages, ndio maana tunakuwa na stages from childhood, sijui ni adult mpaka sijui ni mzee, wote huko. So your lover hawezi kuwa mzee. Your lover lazima akue What has happened? Oh, endelea. Ama wewe unajua aje? Hebu niambie. Unajua mimi naona mimi ndio najua vibaya. Haujajua vibaya. Unajua kila mtu ako na kitu ambayo anaamini. Mimi naamini hivyo basi. Mimi sitaki mama hata akiwa na maizo magari zake, wacha akae nazo bwana. Nataka ule mtu unatembea na yeye. Hata mimi nasikia niko na mtu. Si eti yule mtu naaibika kutembea na eti. Unatumia aje? Unajua watu na wao ni wajanja. Najua ukumbuko mtu anakushinda umri. Uwezi umbebea akili, yeye ndiye atakubebea. So hakuna haja utaweza mtumia eti mtumie vile unafikiria. Huyo mtu ni mkubwa. Na mtu akizaa kuwa mkubwa amesoma mengi duniani, amekula chumvi. Sasa huyo mtu yeye ndiye atakupanga, si wewe utampanga. Atakupanga akuache kwa mtaro. Fred. Nasema unaweza advise aje wasichana? Wasichana mimi kitu nitawa advise. Tamaa, acha tamaa. Waache tamaa. Maisha ni pole. Ukienda pole bado utafika tu. Unajua usikue na tamaa. Hiyo tamaa imefanya hata vifo zimeongezeka za mauaji, tamaa ya mapenzi. Unajua siku hizi mapenzi ndio imechangia sana vifo za watu wengi. So tamaa, unajua siku hizi mapenzi ndio wasichana wanapenda mazuga dadi waache. Alafu hata sisi wanaume wanapenda mazuga dadi waache. Alafu
Hata sisi wanaume tena matukaraniwa. Okay. Fred, umemute? Nilikuwa napata najirudia, sasa that's why nikamute. Okay. Okay, mi ni kijana kama hawa vijana wengine ama hao wenye student hao wa kambo. Although mi nimeona mengi, hata hivyo, hata kama ni kijana nimepita hiyo stage. Mi ni mbaba nao. Kitu mi nitaweza advice mtu mwenzangu mwenye maybe ako shule ama ache tamaa. Kama unataka kuwa na lava, tafuta at least mwenye ako na rika yako. Hata mkishindana, hata demu hafai kuushinde miaka. Hiyo ni kitu tu nilipeana tu example tu moja. Hata Mungu alifikiria akiumba Adam, akatangulia kuumba Adam, hakutangulia kuumba Eve. It means mwanaume anafaa kuwa mkubwa kwa mwanamke. Tuaje tamaa mingi. Usitamani, unajua ukitamani hiyo kitu hujui venye kimeundwa. So unda kitu yako. At least maisha itakuwa vizuri because you need to have a behind your generation ama your family. So ukiwa na tamaa utafika mahali tamaa yako ikuweke mahali babaya. Hiyo saponza atafika finally atarudi kwa familia yake, uhangaika hapo, uanze kukua street girl. So ukianza kukua street girl, unaanza kukunya sasa, uanze kupeana ovyo ovyo, na unaona venye nini maisha iko hivi, iko ngumu. Unajua mbaba one day akikuacha utakuwa frustrated, na ukizaa kuwa frustrated, the first thing ile life ulikuwa umezoea unataka kuiattain na unashindwa, najaribu kutafuta mwingine unakosa. The end of the day unapata umeachieve kitu kingine yenye itakuwasaidia. Magonjwa siku mingi, upewe mtoto, uchakuwa ready na huyo mtoto, maisha sasa ikukue ngumu zaidi. Wacha kila mtu akuwe na subira, kila mtu ako na time yake. That's why nikasema ukizaliwa kwa familia maskini haimaanishi na wewe utakufa maskini. Ukikufa maskini wewe ndio mjinga. Unafaa ustrain, umove one step kwa ile wazazi wako walikuwa, uchange hiyo environment kiasi. So hakuna haja waja wasichana whichever, hata ikiwa mwanaume tuaje tamaa. Hiyo masuga dadi masuga mami tuachane. Hiyo tuwajie wazungu, wacha tukae na Uafrika yetu, utamaduni yetu. Cause kuna kitu nilikuwa naona inasema ukiwa na demu anakushinda miaka ni kama kununua gazeti jioni. Timini sio gazeti ilikuwa imesoma mchana yote, jioni imekuwa reject. Inafaa ende ifunge nyama. Sasa wewe unaoa mtu reject ama una date mtu reject. Kwa nini usitafute kitu fresh? Kama hiyo time yako alikuwa fresh, alikuwa anatumika, lakini na wewe si utafute kitu yako fresh yenye hata na wewe una enjoy nayo. Unasikia mpaka unasikia utamu yote. Sasa unatafutaje kitu yenye imeisha utamu? Haina rada. Mimi haya yangu tu kiasi, wacha niachie mwenzangu Dazon Makori, then I continue by the Denson. Unmute mic yako. Mnanipata vizuri? Hello Denson. Mnanipata? Sauti yako iko chini kidogo. Nimeongeza, iko juu sasa hivi. Nimeongeza sauti, iko juu. Hivyo sasa venye umeongea hivyo, ushaut ndo tukusikize vizuri. Karibu sana kwenye mjadala wa leo.
Ndio nimeingia hivi, najaribu kutafuta network nijue mjadala ni gani. So nimesikia Freddy akiongea but then sikuwa najua mjadala ni gani. Nimesikia Freddy akiongea, sikushika mjadala nijue ilikuwa gani uzuri. Tulikuwa tunaongelea juu ya baba na wamama. Tunauliza kwamba ni vizuri kukuwa na wababa ama wamama, na ni kwa nini vijana na wasichana wa siku hizi wana prefer kukuwa na wababa au wamama na watu ambao ni wakubwa zaidi ya umri wao. Kwa sababu unaona watu wengi siku hizi wanaendea umri wa mababa zao, ambapo kuna maswali mengi ambayo yanachipuka. Sasa tujui shida ni nini. Labda mtuambie ni nini haswa inawasukuma hadi mnaingia kwa mahusiano ambayo yana that age bracket kubwa hivyo. I think sababu ni moja. Sorry? Technology. Sababu ni moja. Technology ya saizi. Technology. Kindly raise your voice. I'm saying technology imechangia. Unajua maisha ya siku hizi lazima ujue kutoka Kisii kwenda Nairobi, lazima watu wanataka kuenda na flight. We are tired of kukaa kwa barabara 8 hours. So if there is somebody anako tayari kusponsor mtu aende na flight, then wasichana ukimbilia kitu kama hiyo. So like, okay, money brings love in the real sense, yes. Wewe ukipata mtu ako na pesa yake, hata kama ni mzee, na mzee pia anataka kuinvest pesa yake kwako, why should you suffer, my sister? Shika hiyo pesa, kula, hiyo maisha utajuana nao mbele. Naomba usitingishike sana kwa sababu sauti yako inakuja ikienda. Kama umevaa earphones, naomba uweke hiyo kitu ya sauti karibu na mdomo. So you're saying it's all about money? Yeah, but then hakuna kitu kingine mtu anaenda kutafuta kwa mwanaume ama mbaba. It's just about money. So hakuna mapenzi? Hakuna mapenzi hapo. It's just about money. But then kama itafanya uikaa maisha mzuri, just do it, go for it. Because why should you suffer ukaa hapo ukizunguka Kisii ukitafuta kazi na upati na kuna mtu ako tayari kukumlia chopa? Okay. Ama namna gani Freddy? Meaning watu wanataka shortcuts, si kuwork, because unajua the issue of having sugar mummies and sugar daddies imefanya watu wengi sana wamezembea. Tunategemea pesa ambazo hujui zimetoka wapi. Unajua this person anaweza kuja kwa maisha yako aanze kucontrol maisha yako. Uogope labda anaweza fika mahali akugeuke. Let me ask you one thing, Ann. Yes, please do. Tuliambiwa unaenda shule, unasoma, unamaliza, unafika university, unamaliza, bado unarudi kwa jobless. Na si kila mtu alienda university ako na kazi na ako na pesa na ako na kila kitu. Yes. So life unaweza tackle in a shortcut way ama in a long cut way. So both works. So I've seen my friend aliangukianga mzungu. Sasa yeye ako comfortable life. Ako sawa, ako na kila kitu yake, so ako na gari yake. At times ananitembelea. So I was like, okay, kama hivyo ndio ulichagua na uko na pesa yako, you are happy, do it. No issues. Okay. Yeah, so for example ni wewe umepata mama. Labda you had your girlfriend. Unaweza taka your girlfriend ajue kwamba uko na mama ama the source of the income yenye uko nayo ambayo labda mnatumia? Kwa mtu kama mimi niko na wife already, but I'm talking about other people who like okay, example, I've seen other people wenye kwa hiyo situation ama wanatafuta hiyo situation. But then kama ningekuwa sina mtu na naona opportunity inakuja grab, lakini saizi nimeshatoka kwa hiyo situation. At the same time, you can choose to have a sugar mommy even if you have a wife, kwa sababu labda kipato chako hakitoshelezi familia. Unaweza prefer that shortcut. For some other people they can do that, but for me, I thank God ile kidogo napata inanitosha. You can. So you're saying
Ni vizuri kufanya hivyo, lakini wewe mwenyewe huwezi fanya. Upotozi ni Kwangu, kitu. no, listen, I told you from the beginning, like, Yeah. mimi mtu niko na familia, niko na watoto, so I'm like, okay, I'm okay with that. So najua like sasa watu nawashughulikia, nawafanyia nini. But then kama ningekuwa na hiyo chance, ningekuwa naweza reverse, sema sasa niko kijana barubaru, nimepata mtu ananitafuta, mara hiyo. So uwezi taka labda mama ama can you advise wale ambao wako kwa ndoa, kwa sababu unajua sasa economy is very bad. Napata labda mtu ako na maybe boda, pesa anapeleka kwa nyumba jioni ni kidogo sana, watoto wanahitaji school fees, then apate mama hapo. Of course ako na familia huko nyumbani. Unaweza advise wale ambao wako na familia zao wakuwe na wamama ama wababa? No. Kama uko na familia, stick to your family, because at the end of the day this family needs you back. Sauti yako akiko chini. I'm saying, yes, kama uko na familia, uko na watoto, uko na nini, stick to your family. But then on the other side, maisha ni kidogo mazi. Watu wanataka ngao kukaa maisha modern. Unaendesha chopa leo na kuna opportunity kenye kanaweza fanya uendeshe chopa na unaendesha pikipiki hadi lini? So you need to balance. Usikuwe huko sana, usikuwe huko sana. Watch your things. Yeah. Nana Chochi Omura Boni anasema kwamba itiwe point of correction. Kuna umama spoiler when it comes to bedtime. Anakuspoil hadi unasahau jina lako la tatu. Hapa nilikuwa naongelea kwamba labda mama hawezi kusatisfy wakati imekuja kwa bedroom issues. The same way na wababas. Kwa sababu maybe lipido yao imerudi chini. Mnafikiria aje? Mama anaweza kusatisfy ama ni wewe mwenyewe utakuwa unajisatisfy hapo? No, it depends. If you go to with a certain mission, like umeenda ku achieve your mission, that's when it can be possible. Lakini ukienda huko kama umesema tu enda kwa fun, it's okay. But kama mama amekuja anataka kukuspoil wenye huyo ndugu yangu amesema, then akanaweza kukuspoil, lakini sasa ni wewe uko mjanja pia. Because at the end of the day your family comes first. Tena umetoa mdomo kwa sauti. Hii signal ni kama imenikataa. Ni I guess unatigisha kama ni earphones. Maybe. I wish zingekuwa tu karibu na mdomo. Kwa sababu wakati umeka hivyo tunakusikia vizuri sana. Endelea basi. So that's what I'm saying. For those young boys who are outside there, ukiona opportunity but si mtu wa kuwaste time. Grab your opportunity. But then you need to be very careful because dunia pia imefika place nyingine, kuna magonjwa, kuna nini. So you need to balance. You need to be not to be ila side nyingine pia na usikue side nyingine sana. So you need to play smart. Wow. In fact, I was coming to that section ya magonjwa. Kwa sababu unajua siku hizi magonjwa ni mengi. Sometimes kuna a lot of disadvantages inaweza kuja kama una date mbaba. Wasichana unajua wataki kukuja hapa waongee, lakini most of the time kwa sababu unajua msichana anaweza kuwa alipido yake iko juu na mbaba alipido yake iko chini. They get tempted kuanza kutumia hizi madawa ambazo zina boost inaitwa nini? Lipido. That is why you've had several cases wakisema kwamba mbaba fulani aliyepatikana in a certain lodging alikuwa amefariki kwa sababu those medicines zenye labda wanachukua zina affect the system na maybe mtu mwenyewe hawezi, ni ile tamaa.
na unapata watu wengi washafariki. Kwa hiyo sijui kama hiyo haiwezi kuwa tishio kwa wale ambao labda wanajaribu ama wako already kwa mahusiano kama hayo, kwa sababu ni kitu ya kuogopesha, kwa sababu hujui kama kesho wewe ndio utakufa. Na msichana akikuwa hapo lazima akikupeleka hapo, kama kitu nimekuja kurealize, wababas wanakuanga jealous, as they say, wanakuwa very jealous. So haiwezi taka like ukuwe na yeye bado ukuwe na chali yako, atataka ukuwe na yeye peke yake. Haya, ukimwambia basi kutosheleze, labda utampea au madawa, ndio yeye amefariki. Wewe mwenyewe utaishi na lawama kwamba mimi ndio nilifanya mtu ama mtoto wa wenyewe akafariki kwa sababu tu nilifanya makosa ya kudate mbaba. Sijui kama unaweza sema ni vizuri watumie those medicines ndio kwa boost the lipido, kwa sababu wasipofanya hivyo msichana obviously tena ataenda kumcheza kwingine. Akimcheza kwingine magonjwa ndio hayo, kwa sababu ujui nyoka itakuuma kutoka wapi. Sijui unaweza sema nini kuhusu hilo swala. Kulingana na hilo swali, mimi naweza sema kila mtu acheze ligi yake. Sauti. Mimi naweza sema kila mtu acheze ligi yake. Kama umekuwa mzee uwezani na maneno, sponsor wasichana hapo nje. Na kama system imekataa kazi, wacha rest in peace. Like usijilazimishe kujiforce vitu huwezi tambua, because at the end of the day ziko na side effect. So ni kama ni mzee, kuwa mzee mzuri, know that this life is inakuhitaji ama inakuhitaji hadi ufike miaka yako yenye unafaa kufika. So yeah, it's not necessary actually to do those things. Yeah, na kama wewe ni msichana ukiona huyu jamaa kutoshelezi na unataka pesa yake, tafuta mtu hapo nje kakuchapia shughuli zako. Na maisha yaendelee. Wow. Mary sijui nisema ni kwa sababu unajua I really wanted to hear the lady's point of view, kwa sababu hili ni swala ambalo linahusu wasichana na wavulana, wababa ambao wamekomaa na wamama wakubwa, lakini unfortunately I think wameogopa kuongea. Acha niwekea tu link tena nione kama watajoin, so that tusikie a lady's point of view. So naona Lavi alisema kwamba kuna mbaba hapa anataka mtoto wa 20 years hivi tuonane nyuma ya tent. Sijui mtoto wa 20 years atampata wapi, kwa sababu unajua ni mtoto mdogo sana. Mwambie ingie online. Sorry? Mwambie ingie online. Atoa maoni yake watu wasikie. Ndio sasa tunamtaka hapa. Lavi, kama unatuangalia, tunataka ukuja hapa utuambie umepatana wapi na msichana huyu. Umepatana wapi na huyu mzee? Labda hapa tunaweza muunganisha, kwa sababu unasikia watu wengi wanasema kwamba ni vizuri kuwa na mbaba. So, nilikuwa nimerequest Bonnie kama angejoin, amesema kwamba niko na shughuli fulani hapa kiasi, maybe I can follow. Okay. Mademu hawataki wa baba ni wawili tu. Sizi yangu alafu mwingine hapo ako Egypt mwenye alinisha. Tulikuwa tumesema kwamba mimi nilimwambia mimi ndio msichana peke yake ambaye siwezi taka wa baba. Lakini I don't know, kwa sababu unajua kila mtu anakuanga na perspective yake. Kuna wale if your conscience inakuallow ama inakuruhusu ukuwe na mbaba, ni sawa. Na kama unapata kile ambacho unataka kutoka kwa huyo mtu, ni sawa pia. Because at the end of the day, if your conscience is not clean, you'll always live to regret. So you should be in terms with your conscience, with everything that you want to do. That is why, kama hautakuwa umekubaliana na roho yako kwamba yes, this is what I want, hiyo kitu itakuja kuruhusu. At the end of the day, ni maisha yako, wewe ndio ujue unataka nini. Mark from
Kakamega Lubao. Karibu sana Mark. Nimeweka link hapo, unaweza join. Tuambie kama umeshawahi kuruhusiwa ama kupata nafasi ya kukua na mama ama mbaba. Na according to social media siku hizi, watu wengi, mostly the music industry, they really support issue ya mbaba na mama. Nijana nimeona Wisdom ametoa song na manzi wa TRM. Anasema kwamba wababa na wamama. Juzi tu last month part 1, that was on January. Diana B on this ametoa song akisema kwamba amekuja na mbaba. Meaning, this is something yenye imeenda kugo viral and it is going to be something normal in the society. Sijui kama unaona aje, kwa sababu kesho kuta atakuwa ni mtoto wako, atakuwa, imagine your parent. So wewe ni mother-in-law ama father-in-law, umeletewa hapo mtoto wako amekuja amekuambia, daddy, nimepata mtu hapa, tumekaa chini, tumelewana na anapenda sana kuona familia yangu. Ya sasa unajua wewe maybe ni mzazi wa 38 ama 40 years. Kama uliza mapema hapo 20s. Umeletewa hapo. You're very excited, unataka kuona in-law. Kwa mshangao unapata ni mtu ambaye anakuzidi umri. Sijui utareact aje. Kwa sababu this is going to happen to you if you don't make the right decisions. If inaenda kukua formalized kwa society right now, wewe ndio utakuja kukua the victim. Kwa sababu sahi tunaenda kujifungua, kwa wengine washajifungua kwa ndoa, na kuna watoto ambao wana raise. Siku moja utakuja upate mtoto wake kuletea mtu ambaye ni mzee kiasi hicho. Kwa sababu if these relationships zinaenda kukua viral, wataacha kuzieka private. Unajua siku hizi watu wengi wanazieka private kwa sababu wanajua watu wengi hawasupport that issue ya mbaba na mama. Lakini the moment itakuwa ni kitu normal, utakuja kuletewa mtu ambaye ni zaidi ya umri wako, naambiwa this is your son-in-law. Denson sijui utareact aje, kwa sababu hii ni siku ambayo sijui kama unaitamani kwa maisha yako, kwa sababu umesema kwamba kwa familia na watoto. Sijui unaweza sema nini kuhusu hili swali. Ingekuwa ni wewe, uko na watoto wako, umeshawa raise, unajua matatizo ambayo umepitia all that time, alafu uletewe mtu ambaye ni mzee zaidi yako. Sijui unasema nini. Sikiza. In this world unakuanga peke yako. Sauti yako bado iko chini kidogo tafadhali. Nasema in this world unakuanga peke yako. Kwa hii dunia unakuanga peke yako. Yes, utakuwa uko na mtoto, unamwambia this is the right way to go. Na akiamua kuchukua the wrong way to go, there's nothing you can do about it, because at the end of the day itakuwa maisha yake. Alafu the world is moving toward that direction. There is nothing you can do about it. Jonga kitambo hata ulikuanga ni uwezi jitafutia boyfriend wako unless the family have accepted. Yes. But nowadays it's the other way around. Unapata msichana amemove na boyfriend karibu 7 ndiye akuje kupata the right person. Amekuanga kona amedate sijui wanaume karibu 10, wanaume karibu ngapi ndiye apate the right person, because the technology is like the world is moving to that direction. There is nothing you can do about it. So in like mina foresee the coming years itakuwa ni that thing gonna be normal, and then there is nothing we will just try to avoid it. Tutaongea but hatuwezi avoid. At the end of the day itabaki tuko kwa hivyo, itabaki tuko kwa hivyo. Ni kama wenye ulikuwa unasikia kitambo ungeweza kuolewa lazima sijui mahari ilipwe. Siku hizi ni kama stay. The only few ndio wanakulipiwa ngamari, and wachache ndio ulipiwa ngamari, ama wamari na kujanga baadaye after watu wameshakaa pamoja. So it's normal. The thing that those thing is getting back, it's getting like ni kitu ya kawaida na watu inabidi wamezoea. So sasa maisha imefikia huko. Maisha ni ngumu huko nje, lakini if the shortcut works for you best,
ni sawa. Na kama you're okay with that, mi kitu nasema so long as your conscience is clear, kwa sababu this is life. What goes around always comes around. So long as you're clear with what you're doing and you're sure that kitu nafanya ni kitu mzuri, you're not affecting anyone else, ni sawa, just do it. So naona watu wana watch, sijui where the ladies are. Please ladies, hebu na mtuambie, ama ladies wako hapa ni wale watu hawataki wa baba? Watu mko hapa ladies ni watu hamtaki wa baba? Na Royd, asante sana kwa kujoin. Nimeweka hapo link, if you can join please do, kwa sababu we need to talk about this issue. I have like 20 minutes to go so that we finalize. Yes. So sijui kama ni vizuri, kama uko na mbaba ni vizuri muonyeshane ama mshakubaliana na bibi yake, kwa sababu these things comes with a lot of risk. Unaweza pata maybe mbaba, obviously the family is very strong. Unaweza pata mama pia wewe familia akona pesa, na the moment labda ata realize that wewe ni unaletewa pesa, zinaweza kuwa na kunaweza kuwa na changamoto mingi sana. So first thing I want ladies to know is so long as that woman is not dead, your life is in danger, because we human beings, kila mtu ana react vitofauti. Huwezi jua wakati huyu mwanamke akisikia kwamba bwana yako ako huko nje kuna msichana mdogo sana rika ya watoto wako, anaweza kasirika sana. And then that is alafu upate labda ana react with anger, itakuwa ngumu sana kumcontrol. Hapo ndo utasikia baba fulani aliuliwa. Umesikia tu visa. Ni leo nimeona kwamba kuna principal ama deputy principal ameuliwa na bibi yake kwa kumstab kwa sababu of infidelity. Inamaanisha kwamba alicheat na huyu mwanamke alijua, na labda angeweza kucontrol hasira yake. Saa hivi wenye tunaongea hivi, mwanaume ako mochari. Something that mtu ange prevent kwa kufanya the right thing. So karibu sana Omosh Chris. Kitu nilikuwa nasema ni so long as that woman is not dead, woman of that husband you're talking to, ama yule ambao unatarajia kwamba atakuwa nakupa pesa, so long as that woman is not dead, your life is in danger, ama the life of that man is in danger. Yes, you're benefiting financially. Kama hajakupeleka kwa huyo mwanamke akuintroduce officially kwambia sasa licha umri wangu mkubwa nimeamua kuleta bibi wa pili, maisha yako iko hatarini, kwa sababu labda hii ni kifo unaweza kuwa unajitakia. Watu wengi wana react vitofauti. Utapata hata amehaya watu considering na watu wako na pesa, anaweza fanya chochote. Chris. 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 Sasa. Poa sana, mambo? Hey, mzee volume iko chini. Sikupati. Unasemaje? Unasema aje? Volume yako iko chini, sikupati. Au nisikii? Kabisa, yani uko chini kabisa, lazima niweke kwa masikio. Okay. But unanipata? Kukupata na kupata lakini kwa mbali. What? Okay. Sasa niko sawa? At least. Niko sawa? At least. Okay, thank you. So, tulikuwa tunauliza kuhusu wa baba na wa mama. Yes. Sijui unaweza sema nini? Ni vizuri kuwa na wa baba na wa mama? Unaweza advice nini wale watu? Ama ushai ukipata kwa hiyo situation labda uko na mbaba na mama? Sijaijibu.
It's sad. It's sad. Nasema ni inauma sana. So ni ile tuseme people love soft life. Yes. Because hakuna mtu anataka kuchoka. Because if you go to the Mubaba ama Mumama, inamaanisha there is something you need, ama wanasemanga friends for benefits. Yeah. So it is there is something that you are gaining from there. Yes. Unanipata? Yeah, nakupata, endelea. Hii volume volume inanisumbua, unajua lazima sina headphone alafu ndio nipigie tena. Okay. Yes. So acha apige vizuri. Anasema kwamba sauti yake inamsumbua kidogo. Sijui kama kama unasikiza vizuri uniambie, kama kuna shida ya sauti pia uniambie, kwa sababu nimesikia akicomplain hakuna sauti mzuri. Sijui unaweza sema aje. Sauti yangu iko sawa kwa wale ambao mnanitazama ama mnanisikiza? Sauti yangu iko sawa? Tukiendelea kufinalize. Nilikuwa nasema kwamba this is a life responsibility and you have to do what is right for you. Ni maisha yako na ufanye kile ambacho unaona kinafaa maisha yako. Kama unataka maisha astari, unajua kuna njia nyingi za kufika mwisho ama za kufika where you want to be, lakini routes ni mingi. So unaweza amua choose the shortcut, the long way. Considering the economy of the country, unaweza choose hii maisha imekuwa ngumu, acha mimi nitafute mbaba akinipa tu hiyo 10,000 yangu ni sawa. You are not employed, uko tu haujishughulishi na chochote, lakini unajua tu kuna mtu mahali at the end of the month atakuwa anakutumia 10,000 yako, 50,000. Ni hivyo tu, maisha yako yaendelee. Kama unaona hivyo ndo basi inakufaa, ni sawa. Usiogope kufanya hivyo, lakini always ufanye tu kenye roho yako inakwambia. Maisha ni yako. If anything happens, you'll be held responsible. Sisemi kwamba kutakuwa na something yenye ita happen, lakini maisha unajua ni njia mbili. Kuna njia mzuri, kuna njia mbaya. Any decision you make kuna uzuri wake na ubaya wake. So lazima ukue familiar with the challenges zenye zinaweza tokana na hizo. Mimi nimekuwa tu nikiangalia tu hivi kwa social media, mostly on TikTok, kwa sababu watu wengi sana wako huko ambao wana flaunt those relationships. Kuna mwingine ambaye aliletwa, ilikuwa Igez NTV. Msichana alikuwa mdogo, around 24 years, alikuwa ameoa mtu wa 60 something. So walikuwa na mhoji, walimuuliza kwamba wakati aliletewa ama wakati wazazi wake waliona huyo mzee kuja kwa familia walisema nini. Msichana aliwaambia ni maisha yangu, mimi ndo nimechagua hivyo. Lakini uzuri wa huyo walikuwa wameamua kuoana. So there is a difference between kupata baba ambaye mtakaa pamoja, muishi, akufanyia harusi, muamue kuzaa watoto pamoja, na kuna yule ambaye tu unajua niko tu hapo kwa muda mfupi, anipe pesa and then tukichokana ataenda. Sijui unaweza tamani aina gani ya baba ama mama, lakini chaguo ni lako. Wasichana hamtaki kukuja. Wasichana kujeni mseme, mbona mnapenda wa baba?
Wanasema kwamba campus girls ndo wanapenda wa baba. Sijui na sidhani, kwa sababu siku hizi kila mtu anataka maisha mazuri. In fact campus girls hawajachanuka vizuri, wamefika tu hivyo ndio wanapata exposure. So wale ambao wanawapata huko nje ni wale tu mmoja mmoja, lakini wengi hata hawajui haya maneno. The real deal iko tu hapa nje in the society. Unapata msichana labda amemaliza shule, ametama hapo nje, hakuna kazi. So nauliza, what should I do now that hakuna kazi, the economy is very high. Juzi mmelalamika lower food prices. Kuna mbaba hapa ananiambia tu mimi nikubali tu niingie box yake, atakuwa anafanya kila kitu free. Unaelewa venye mtu anaweza kubali after ametama. Nyinyi wale watu ambao mmemaliza shule mko hapa nje, mnajua venye maisha hapa nje ni ngumu. So kama maisha ni ngumu, mtu anaweza choose the soft life kwa sababu amechoka sana. Lakini usisahau kwamba at the end of the day ni maisha yako, and you have to choose the best for your life because you always come first. Nani walikuwa wamesema alikuwa kuje lakini hajaja bado? Denson. Denson, unanisikiza? Huyo ni kama hayuko. Kama unaniwatch tafadhali naomba uandike tu maoni yako hapo, nitayasoma na wenzangu watajifunza. Yule ambaye ananitazama pia atajifunza kulingana na hii topic. Lakini in the next 10 years wababas ndio watakuwa wana rule the relationship industry. Vijana kama hamna kakitu, prepare to pack and go back home, kwa sababu wasichana wamesema they have to live a good life. Wanasema kwamba maisha ni mafupi, wanaishi mara moja, hakuna kurudia. Yaani wanasema kwamba maisha haina season 2, ni only season 1, na hiyo ndio wanataka kuconcentrate so that wakufe ama wafariki kama wamesha enjoy maisha. So vijana pia nyinyi mjikate na wababa na wamama, mjikate na wamama, lakini you always know that you deserve better. Siwezi sema ni kizuri ama ni kibaya, ndio maana nimesema kwamba the choice is yours to make. When you uamue unaweza taka nini kwa maisha yako. Kama ni ile maisha soft na unataka utumie shortcut, tafuta wababa. Kama you want to eat your own sweat, kwa sababu watu wengi wanasema kwamba it tastes good wakati unajua mahali hizo pesa zinatoka, wakati wewe mwenyewe ndio umetoil, utaweza hata kuzitumia vizuri. Lakini kuna zile pesa ambazo labda mtu anakupea haujui zimetoka wapi, inakuwa ngumu sana kuzimanage. That is why when maybe you are at school, mzazi alikuwa anakupa pesa, anakupa ile pocket money. Kama ulifanikiwa kusoma boarding school, anakupa pocket money, ama sometimes kama ulikuwa day school ama boarding school bado anakupa school fees. Unaenda shule, wewe hata ufikishi pesa shule, unakula school fees. Unakula kwa sababu hujui pesa imetoka wapi, venye mzazi amesumbuka, venye mateso amepitia hadi amepatia pesa. You enjoy eating that money. Lakini venye umekuja hapa nje, labda maisha imekupiga, wewe unataka utumie shortcut. Mzazi alikuwa anapata maybe the hard money, alikuwa ana toil huko ushago, chuna chai, sijui nini hizo stuff. Lakini at the end of the day unapata maybe mtoto na mdisappoint. So unasema kwamba pesa ambazo haujatoil hauzitumii vizuri. Hata kama utasema yes, you'll be there, you'll be investing. Kwa sababu tulikuwa na mmoja wetu hapa, alikuwa anaitwa Miguna. Akasema kwamba I'll be in that relationship knowing that I'm going to invest. You'll be given that money. If you don't know what you're going to do there, bado hautazitumia vizuri, kwa sababu you have not toiled for that money. Lakini
yule mzazi ambaye alikuwa anakupa hiyo pesa kidogo, labda ameingia chama, ametoil, amepata hiyo pesa kidogo, alikuwa anajua venye anazimanage. Anakupa pesa na kuambia mtoto wangu shika hizi ulipe school fees, waambie nitaleta wakati mwingine. Anakata kidogo anakupa upeleke school fees, anazimanage, anajua kwamba hizi lazima niache, kuna wengine watakula, hizi zitani manage for this period of time. Anajua kupanga pesa zake venye amezito ile, kwa sababu yeye mwenyewe ndo anajua the pain go through kuzipata hizo pesa. Lakini wewe mwenye umepewa, unapewa tu hivi pesa, nasema hizi ni pesa, nenda kupiga raha nazo. Lakini wakati utako huko nje ndio utajua the hustle. So umekuja umepata maybe the hustle, unasema kwamba hiyo ni shortcut. You want to use the shortcut to get there. But if that works for you, pia ni vizuri kuitumia. Na pia wale ambao mnasema kwamba hamjui mko wapi, mwamue siku moja mchuza, mseme mko wapi. Kama ni section ya wababa, mwende. Mimi nilikuwa nataka hapa mtu mmoja tu unconvinced uzuri wa kukuwa na mbaba, nione kama nitajaribu. Ama kama wewe ni mbaba na uko hapo unataka msichana wa kumtunza, unambie tuongee, tuone kama conditions zako zitafika. Ama mnaga conditions. Unajua wababa ni wagumu sana, ni wagumu sana. Unadate mtu wa umri wa baba yako, kutuna yeye hapo, unaona hizo nywele za white zimejaa hapo. Sasa sijui mnakaa mnaongea nini, lakini mtaongea na at the end of the day mtaelewana. Pia ni vizuri. So naona wakati wangu unaisha, nimebaki na dakika 10, na kama unanitazama naomba uniambie your last words. Unaweza advice nini wale watu ambao wanasema kwamba ni vizuri kukuwa na wababa na si vizuri kukuwa na wababa? Irene Kerubo anasema kwamba hello baby girl, how are you doing? I'm new here, welcome so much, karibu sana, nimeshukuru. Anasema kwamba watching live from Uganda, thank you so much. How is Uganda? Bamulunju, ama si nyinyi mnasema hivyo? We love you so much. Thank you for joining, nashukuru kabisa. Do the five, I don't know what that means. Ama ni high five. Anasema kwamba happy new month to all members. Oh yeah, by the way, happy new month. Mnaona mwaka imeanza, bado imefika almost, inafika katikati. So zile inaitwaje, strategies, kuna kama uliweka resolutions, near year resolutions, zinakupeleka aje? Umefikisha ama ulienda ukalaza damu? Wake up, mwaka bado ni mchanga, we have a very long way to go. Irene Kerubo anasema kwamba sio poa kuwa na mubaba, ni kupoteza muda. Irene, kuna link hapo, kama wanaweza taka naweza kutumia ueleze. Ningependa sana kusikia maoni kutoka kwa mwanadada mmoja. Isikuwe ni mimi peke yangu naongea, lakini sasa shida ni wasichana hamtaki kuongea. Hamtaki kuongea kwa sababu this thing always ina rotate around ladies. Na inakuwa ngumu sana ku-identify if kuna vijana ambao wako na wababa, except one couple yenye nilikuwa nimesema huko mwanzo kwamba kuna couple moja ambayo iko situated in the states, of which mnaelewa kwamba states ni watu wako very exposed, na kijana ni Mwafrika, lakini huyo mama ni white, she's a white woman. Ni uhusiano ambao uliraise a lot of views za wananchi all over the world, wakisema kwamba mama ni mzee sana, na ilikuwa ngumu sana kujua ni nini hasa ilifanywa kijana, kwa sababu kijana alikuwa anakaa mdogo sana. Kijana mdogo, umri wa miaka, ukimwangalia hivi labda ako na miaka 25, 26, ni mdogo sana. Irene Baro anasema kwamba
Asante sana. Blessed mom, my mommy, I missed you so much. Mimi nikikuaga tu hapa, uliamua upotee, hautakuwa hapa na mimi. Ni sawa, ni sawa, ni sawa. Karibu sana blessed mom, habari ya leo? Niko poa. Unaendelea aje? Kazi iko aje? Kazi iko poa, mimi niko poa, nashukuru Mola. Amen, amen. Wewe ndio tumepoteana, hatujaonana muda mrefu. Tumepoteana. Mimi wakati niko show sikuonagi, lakini labda ni kwa sababu nakuja mapema, lakini leo naona umejaribu kukuja mapema pia. Nimeshukuru sana. Labda uniambie ile time uingia. Mostly from 8 saa 2, lakini sasa kama uko busy pia najua naelewa. So kuanzia 8 kila siku unakuanga? Monday to Wednesday, alafu Thursday na kwa ile usiku kabisa tuongee ile mambo ingine ya wanasema bedroom matters. Nitaangalia na usalimia vijana wangu Deno na Isaac. Tawasalimia sana, hata wako hapo tu, lakini mtakutana kwa show inakuwa. Hebu wasalimia, alafu ningependa kuwish kila mtu happy new month. Yeah. So tukiingia kwa mjadala, mimi upande wangu, unajua mjadala kila mtu anachangia kivyake. Mimi naona kama si vizuri kukuwa na mbaba, kwa sababu ni wa kukupotezea muda. Kwa sababu huyo mbaba si ako na familia yake. Yeah. So kama anakusupport ni ile kidogo kidogo tu. Tukiingia kwa upande wa baba kukuwa na wamama, pia naona si vizuri kwa sababu ni kukuharibia muda. Sasa mama kama mimi ukisema ukuwe na mimi, siwezi kukuzalia. Unaona sasa kizazi chako kitapotea. Ni kukukula tu pesa, hivyo tu, yani kukupotezea muda. So on my side nikichambua vizuri, sio vizuri on my side. Okay. Wewe utaona ni raha, lakini baadaye ni hasara. Wacha kijana mdogo ameingia pia aongee juu nimempoteza muda mrefu, na tena namuisha happy new month. Sijui alipotelea wapi ama aliomoka. Unajua siku hizo watu wakiomoka ndio wanapotea. Unaona vile anameta. Haki hizo pesa zimewaharibu. Dan, karibu sana. Yes, anaitwa Dan Bonde Kumokolo Mubaba. Anasema hiyo jina ni ngumu, lakini Blessed Mama siku hizi ameishika vizuri sana. Dan Bonde Kumokolo Mubaba. Dan Bonde Kumokolo Mubaba. Wow. Ndio hiyo. Kama nimeingia late kidogo. Umechelewa. Tuko na 7 minutes. 7 minutes. Tuko na 7 minutes mkuje mpige hapa mwashane na kuntu. So uishe. Uko na mama? Mimi? Mimi bado niko kwa uwanja natafuta yule. Sasa tutasaidiana na yeye. Mama yule mama. Tuseme bibi ama anamaanisha sugar mami, hawa wamama wazee kama mimi. Anamaanisha wale watu wako na miaka 50 kama mimi na wewe miaka 20. Lakini hiyo unajua siku hizi hiyo iko nyingi sana, naona wanapenda, lakini mimi sijafanikiwa kupata mmoja. Lakini wengine si eti hata sikupenda kwao. Unajua kuna wengine wanataka kutajirika haraka. Anaona bwana hii yake akipata pesa kidogo 12,000 anaona atasukuma miaka sana kama hajaomoka. So unajua anataka kuomoka kidogo, nadhani unajua hiyo ni shortcut.
Sasa naenda natafuta yule mwenye ako na pesa kidogo, hata saa zingine hata wengine hata si hata ni ile pesa tu, ni ile tu amekuweka vizuri, anakununulia chakula. Unajua siku hizi hata ukipata mtu anakulipia rent hiyo ni nini, lakini naona wamama ndio wako nayo sana, wasichana wadogo ndio ina affect sana. Napata msichana ako 24 ndio anaanza kujua mambo mengine, ndio sasa unapata anaanza na huko kubwa. Mzee hata ni mzee bwana, maana anaangalia tu rika ya baba yake. Unajua kuna wengine hata wanaogopa kupeleka nyumbani, sababu unapeleka nyumbani unapata kumbe ni ameshinda hata babako, hata mamako anaona tu, anashangaa, huyu msichana wangu amepata bwana, amepata kitu bwana, hata ni nywele inaanza kutoa ya white. Yenyewe si tabia nzuri sana tukiangalia. Unajua wewe utakuwa na chill like, unajua na situations pia inapatanga mtu anajiingiza, though wengine pia tu ni kupenda kwao, kwa sababu unapata penye ametoka wako tu sawa, kila kitu iko sawa, lakini anapiga mahesabu, anaona hii kidogo haizi enda na hiyo pesa, nataka hiyo pesa ya juu, so inakuwa challenge kidogo, but mostly ni kwa wanawake, kwa wasichana wadogo, lakini pia kwa wanaume pia siku hizi naona iko common, ila tu ya wanaume sasa unapatanga ina modifyiwa, unapata maybe unaona mama pia anataka fiche hii nini kidogo, sasa maybe wewe umeweka tu kwa nyumba, unafungiwa, wewe unakaa tu hapo, haushindi kufanya kitu yoyote. Wewe tu kazi yako ni akarudi umfanyie kitu yake, ndio hiyo uishi. Hata ukitembea naye labda anakuita, anakuona tu kama ni mtoto wake, lakini ukirudi huko kazi unafanya ni ya baba mzee wake bwana. So ni challenge kidogo. Ni ile tu before mtu ajiingize hizo, ni vizuri pia anajua ni consequences ziko, sababu ukienda huko umejaa kitu, nasemanga kitu yote ukienda kwa nia ya pesa huwa inakuanga mbaya, kwa sababu ukienda kwa nia ya pesa utakubali kila kitu. Nikikwambia fanya hivi utafanya, nikikwambia weka hii style utaweka, nikikwambia sitaki ufanye na hii itakuwa hivyo, so somehow inakuwa challenge kidogo. So any advice kwa wale labda wanafikiria kuingia kwa hiyo field? Okay, vile tu nimesema, kama unaingia, kama una prepare kuingia kwa hiyo field, lazima pia uwe tayari kwa matokeo. Unajua ni kama uko na msichana mdogo na unaona tabia yake inaanza kuwa mbaya, ni vizuri tu unamuita tu, unamwambia yeye, hii kitu ni unajua siku hizi tulikuwa naambia ati hii si tamu, hii ni tamu hii. Sasa unajua watu wanataka kuinvent, tunataka kujua ni tamu gani iko huko. Mwambie wewe tamu nayo ni tamu, labda utasikia depending na vile huko, lakini ujue at the end of the day kuna consequences, na hii na hii na hii. Either uende huko waste time, saa zile sasa warika yako wana nini, unapata sasa. Unajua tu kuna lifestyle nyingine pia, mtu akishajiingiza inakuwa ngumu kwake kurudi nyuma, like ukizoea kuspend maybe hiyo alafu kitu ya bure pia yenyewe haikuangi nzuri. Kitu yote umepata kama huja sweat for it, sama inaendingi vibaya, so ni vizuri unajikakamua hiyo kidogo yenye iko jipange nayo na unini. Lakini sasa ukitaka hii haraka pia utapata ya haraka, na ndio maana siku hizi unapata, unajua hata hizo kuna nasikia jana mtu alipatikana huko, sisemi eti ameuliwa sijui nini, juu sasa haujaenda kulingana na vile mlipanga, kwa sababu wao pia wako na condition, si eti atakupea tu hivyo alafu akwambia ni hivi. Lazima kuna vitu lazima ufanye, na saa zingine unapatanga inaenda kama death. Sasa unapata wewe ni msichana mdogo, umeenjoy kidogo, ya ndio hiyo umetokeleza, umetoka kwa dunia. So vizuri ujue kifo inaweza toka, gonjwa pia hii ya ukimwi pia inaweza kupata hapo katikati. Na pia vitu zingine utakufanya tu emotionally. Unajua kwa sababu kama uko na ina relationship na hata utaki kwenda nyumbani, utaki kufanya nini, unaona sama hata wewe mwenyewe kwa akili unaona hii naye si poa, lakini naendelea tu kufanya. So ni vizuri before uende, yule mwenye anataka kujoin yenyewe ni tamu, kuna pesa unaweza pata hii na hii na hii na hii, lakini ujue kuna consequences. Consequences nikirudia tu ni hizo. Sawa. So sijui ni aje mtoto wako amekuja na mbaba, anakwambia dadi, niko na mtu hapa anataka kuona familia yangu, na
Akumlete tu nyumbani. Upate ni mtoto amekuzidi umri. Utamrudisha naye ama utamwambia basi wewe ndio umechagua. Endelea hivyo. Mkogoti karibu sana. Itakuwa ni aibu sana kwangu. Na sijui kuna eko inatoka. Naongea unasikia? Unasikia na wewe? Nakusikia. Sasa unapata enyewe akikuja na let's mimi ni baba alafu naona mwenye na mtoto analeta ni amenishinda kwa rika. Unapata yeye hata ni mkubwa wangu. Hata mmoja zingine tunaenda kusalimiana na tunaangaliana. Ni ile tu hizi zinafanyika ni ile tu sasa umejaa pesa ikiwa nyingi sana. Unapata wazazi wengi hata watashughulika. Kwanza atakwambia kaa tu hapo. Unapata tu mama anakuambia kaa tu hapo. Usitoke hata. So unapata enyewe unaza hapo by the inafanyanga vitu mingi zinafanyika. Unapata mama labda apendi, baba anapenda. Unajua wewe mama ukishatumiwa pesa kidogo hivi hata unabadili. Kama ulikuwa hutaki na vitu kama hizo, still utapata tu vitu zinaendelea tu juu ya pesa. Sasa zingine pesa imefanya mambo mengi, lakini yenyewe hata wewe utakuwa unaibika tu. Yaani unajua kuna tu ile culture yetu we as Africans saa zingine more especially where we are, saa zingine utaipokea tu kwa sababu hakuna kenye utafanya, kwa sababu sasa ni msichana wako, yeye ni mkubwa, anajielewa, umeshafanya 1 2 3, so utakaa tu, utavumilia tu, ila tu utajaribu tu kumweleza. Akishinda akae na yeye, akitaka nini, so long as mtu ako 18 wewe ulishafanya part yako, umemfundisha, amejua this is right, this is not right, apambane na hali yake. Kogoti karibu sana. Kuna mama hapa like sugar mami alikuwa anatafuta kijana barobaro kama wewe ambaye ataweza kazi ya bedroom matters. Na mimi I was preferring you kwa sababu unaonekana ni kijana ambaye uko na nguvu sana. Uko tayari nikupe hiyo kazi? Unmute. Hapana, mimi hiyo maneno si hiyo, hapana. Hata mnaweza tembea aje na yeye bwana, unaweza tembea na mama yako kwa barabara. Si mama yako, ni sugar mami. Mtu anakumaintain, anakupa gari Harrier, anakupa kila kitu kenye unahitaji. Mimi je naweza muadvise huyo mama atafute rika yake bwana, mimi hapana. So tulikuwa tunaongelea ni kwa nini siku hizi kuna issue ya kudate wa mama na wa baba, like hiyo age gap. Siku hizi watu wengi sana dating age gaps ime increase, like watu wengine hata waoni kama ni issue. Unapata kijana wa 20 ana date mama wa 70, so long as anakuprovidea you don't even care. Unaweza sema aje? You know, vitu kama hizo sina happen, but sijaona huko kwetu kisisi ki happen, but kwa mitandao tu tunaangalia tu hapa maneno inafanyika. But mimi najua ni wale vijana wenye wako na tamaa. So unajua ukiwa na tamaa Miss Ann, unaweza pata hata mzee wa mia kikuoa, as long as anakuprovidea ka kitu. But kwa maboys mwenye anataka mwanamke ako na miaka mingi, hiyo hapana. Hiyo nayo si mzuri, but ni tamaa. Tamaa imefanya watu wengi wameharibika because of money. Mtu unapata mama anakuambia mimi nitakuprovidea kila kitu, nitakupea gari, nitakupea nyumba, nitakuchengea. So unapata mtu ameingia kwa hiyo temptation. Na anasikianga wengine wakisema sijui wanaendesha, hakuna kitu kama hiyo. Hiyo ni upuzi. So unajua Miss Ann, yes, unaweza date mtu ati ni pipi yako, si ndio? Si unajua ni utamuita pipi yako. yeah. Lakini hawa watu ukialika hata mama yako haizi kuja kwa hiyo harusi. Ama haizi kuja hapo, hata mama yako peke yake ataipika, si ndio? But watu tuache tamaa.
kitu ya kwanza. Na nyinyi mwache kusema sema hapa ati atupangwingwi. Umeelewa? Unajua you get someone anakwambia mimi sasa hivi niko hivi, mimi na settle down na maisha yangu. Unajua mwanangu ati miaka inaenda, unakuja unangukia uko na miaka 40, unataka kijana ako na 25 years. So that stage, yani ni vitu mingi sana zinafanya hii maneno inaonekana. Umeelewa? Yeah. So watu waache maneno mingi. So sijui kama nitaweka aje, but kwangu mimi najua ni hiyo tamaa ndio inafanya mtu anapata umeangukia hiyo mtego. Umeelewa? Na kwa wasichana, mbona wao mnaingilia sana wasichana, lakini ya vijana siku hizi imeanza kutokea. Sasa maji sikusikii, acha nikate na nirudi. Nikate na nirudi so that I can get you. Okay, so tukiendelea kumalizia, nimejiongeza some minutes. Kuntu mtanisamehe hata kama nimejiongeza, lakini wacha tukue na mkogoti atumalizie. Nilikuwa nasema kwamba huwa sana mnasema kwamba ni wasichana ndio wanapenda kukua na wababa, lakini siku hizi sio. Hata ukiangalia TikTok unaona venye watu wengi siku hizi wamecome out, hawaibiki. Unapata kijana Mwafrika kwa hapo na mama wake mzungu ana flaunt hapo TikTok, hataki kujua kenye watu mnasema. Kwa comment section watu wakimtusi anasema kwamba age is just a number, hata kama mtasema at the end of the day it love wins. Unaona kwamba ni mapenzi ama ni tamaa, ama wengine walikuwa wanasema kwamba eti uko hapo unangoja akufe upeleke mali. Hizo vitu ziko, unajua that's why nimekuambia ukioa mtu kama mimi kwa watu nio mtu mwenye ako na hiyo miaka yote, sinimpeleka basi kwa mama yangu uone kama mamaka atafurahia ama baba yako ama watu wa kwenu. Hawezi. Umejificha kama uko Nairobi ama uko mahali huko ama uko Kisii, uchaienda huko kwenu ushako na huyo mama yako huyo pipi yako, unaona? So ni kama one thing niweka hapa clear na uone ama nisiongee vibaya. We have one guy from our country, unamjua kabisa, alifanya harusi lakini wazazi hawakuhudhuria huko, si ndio? Umeifuatilia hiyo story? Nilishangaa tu kwa nini, labda wazazi hawakukubali. Waliaibika. Unajua kuna vitu zingine misanu unaweza aibika, because hata kama ni wewe upate mtoto wako ameoa mtu mkubwa hivyo, unaweza kubali kwenda huko, wale watoto wake ndio unastahili kuoa, si ndio? Sasa mimi naweza sema watu tuache tamaa. Tamaa ndio inafanya hii maneno yote. Si umaskini, ni tamaa. Kitu mbaya ni tamaa, na unapata mwanaume, yani unataka mtu ako na pesa, lakini sasa wewe ujiangalili. You have your age mates. Ukikana wale age mates wako, unaona ukiwa unatembea na chuka mami, utasikia aje? Mi suka mami, kama niko na suka mami siwezi tembea na yeye, labda tunapatana tu kwa nyumba. So maneno ya kutembea na suka mami hiyo na si mzuri, but anyway, hata tukuje tuongee tuseme nini bado hawezi sikia, but si poa kuona mtu mwenye amekuzidi umri. Kuna vitu zingine ukilala hata na wewe mtu, wewe mwanaume, anakuaffect. Hiyo siku nitakuja kukwambia. Hiyo kitu andika chini. Utakuja kuniulizia siku moja. I will tell you. Mako ngoto singetuambia tu leo. Hapana, hapo nikiingia hapo utaweka utamu. Hapana. Hapo ungetuambia tu leo. Unajua sasa ukiweka hivyo sisi tunaongoja tusikie ni nini shida. Unajua okay. Unaona unaweza pata wewe uko na 20 years, uko na mama mwenye ako na 50 years.
You know, huyu mtu unajua yeye Dani Pokendu Mukuru si mtu wa Iko, mtu wa Ingo, unapata mtu kama huyu sugar mami mwenye una date hata alizivu, si ndio? Saa kama alizivu, unajua hapo kuna vitu mingi, kuna maugonjwa nitakuja kukuambia hiyo siku nitakuja hapa nitakuja kukuambia. So Miss Ann, ukuje huku. Hapana, kuna siku nitakuja kulipuka hapa siku moja nikwambie Miss Ann, unajua ile story nilikuwa nakwambia ilikuwa hivi. Wakati umeweka ile topic yenye inaendana na hiyo maneno. So si poa kudate mtu mwenye amekusidi umri, na tuache tamaa. Tamaa ndio kitu, tamaa ilimuua fisi. Umeelewa Miss? So Yes. I hope nimeongea yangu. Umeongea vizuri sana. Mimi hata nilikuwa nimewaambia kama wewe ni mbaba unaniwatch, kwa sababu sasa kila mtu alikuwa hapa alikuwa anasema ni vizuri kukuwa na mbaba. Nikasema Miss Ann, kwa mwanaume kuoa msichana ako na miaka 20 ni kama Francis Aturi ameoa mtoto wake mkubwa, hiyo si mbaya. Umeelewa? Kwa mwanamke. Lakini kwa mwanaume kuoa mtu mwenye amekuzidi umri hiyo miaka yote, miaka 20, si mzuri. Lakini kwa mwanamke asiona kama okay, Miss Ann, nataka nikuulize swali. Siku hizi unapata mtu akona 30 ama 40 years anadate demu akona 20 years ama 19 years. Na unasema mimi napepanga mpaka gari kubwa. Kwani iko nini? Wanafikiria ni mwili mkubwa, si mwili mkubwa, ni miaka. Ni miaka ya. So hiyo sione kama kuna Mubaba. Mimi nitaweza kuambia Miss Ann, ukipata Mubaba tu tembea na yeye. But usitembee na Mubaba mwenye ameishiwa nini? Ameishiwa na lockets. Utembee na mzee mwenye ako sawa. Sawa Hapa tu Viagra watakufa wote kwani. Mam, kitu kingine hiyo si mzuri, hiyo kitu si mzuri. Hiyo yenye umeongea hiyo kama mate tu, hiyo si mzuri. Hivyo. Okay, anyway, miacha niende tupatane baadaye. Kuntu ako hapa ananisumbua. Kuntu ako wapi? Kuntu ako wapi? Please. Kuntu kuja hapa. Ameaibika? Kuja hapa. Anaibika. Hataki kuongelea maneno yetu. Kuntu amka kuja hapa. Kuja uwasalimie. Anasema eti mna. Mwambie ni Mokokoti anasema akuja hapa anisalimie tu niende. Ana nakusikiza. Kuja uwevu. Kuja uwevu. Hivyo unaleta show ama durare? Anakuja ndio maana aniharakisha niende. Leo tutapambana na leo ndio utajua Kuntu. Uoge mapema. Leo utatoa jasho. Anyway, Miss Ann. Yes. Usalimie MC. Okay. Na usalimie papa. Aya. Okay, bye. I guess ana watch, amesalimika lakini najua ana watch. Okay, bye. Aya, bye. Nimeshukuru sana by the way. It has been a very good discussion. Watu wa babas. Venye tulianza tu niliwaambia, always make sure you are doing the right thing. Usikuwe na tamaa. Kwa sababu unataka kufuata vitu ambavyo unaona mwenzako wako navyo. Ndio utamani kwamba pia unafaa kukuwa navyo, utumie shortcut na ujipate matatani. Anything that comes easy iko na consequences mingi venye nilisema hapo awali, na unafaa kuangalia consequences na what comes out wakati utakuwa umejifanya we mwenyewe. So when you have your own money ni mzuri sana kuliko ile ya kupewa. Though ya kupewa ni tamu zaidi, lakini pia iko na madhara yake. So ni vizuri uangalie unataka nini na maisha yako unataka akue wapi. Kwa sababu kama huyu mwanamke ako alive venye nimesema, maisha yako yako hatarini. Hujui venye huyu mwanamke atareact
na venye Jalango huwa anasema watu mfanye kazi. Anatumia tam fulani hapo ambayo watu wanasema kwamba ni mbaya, anatusi watu, lakini anasema kwamba watu wafanye kazi, waache kutegemea pesa za wengine, wafanye kazi. Si mimi niende hivi tu. Juu Kuntu bado anaendelea kunipigia hapa kelele. Wacha niwapate ama niwa meet kesho wakati tutakuwa tunaongelea something very interesting. Mkuwe na usiku mwema. Majaliwa.